Madhara ya ndoto mbaya namba moja, utaanza kupata magonjwa yasiyokuwa na tiba. Ukianza kuota ndoto mbaya, madhara yake namba moja, utaanza kupata maisha yasiyoeleweka. Unaenda hospitalini naambiwa hakuna mgonjwa unaoonekana. Kumbe chanzo ni ndoto ulilishwa vyakula. Na niwaambie wapendwa, huwa sio nyama analishwa mtu kwenye ndoto, unalishwa nyama na watu waliokufa. Na nilisema kule redioni, nikawaambia watu, hata unapokula nyama ya mtu aliyokufa, ugonjwa uliomuua yule mtu na ule kuua hata wewe. Kuna sumu iliyohusika kumuua yule mtu. Sasa unapokula nyama yake, maana yake ile sumu inakuhamia. Madhara makubwa ndoto. Hata ukitaka kupata promotion kwenye maisha, leo ukiteuliwa, hata leo ukipewa mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, au ukipata nafasi yoyote ya kibinadamu, nafasi yoyote, Mungu anasema na mtu kupitia ndoto, na Mungu anakupa taarifa kupitia ndoto. Sasa ukiona maisha yako yabadiliki, hakuna kinachoeleweka, ndio kabisa tayari hauko sawa. Madhara mengine ya ndoto, kusababisha mafarakano ya ndoa. Kama unaota ndoto, unafanya mapenzi kwenye ndoto, uko na mwanaume kwenye ndoto, hakuna siku mtakuwa na amani. Haipo. Mtaanza mahusiano, mtafika katikati mtaachana. Kwa nini? Huyu wa rohoni hawezi kuruhusu muwe na amani. Kwa sababu mtawala wa kwanza ni huyu ambaye haonekani. Wasichana wengi, wanaume wengi, kwa nini wanaolewa na kuolewa na kuoa kisha wanaachana? Tatizo liko kwenye ulimwengu wa ndoto. Madhara ya ndoto huleta mafarakano yasiyokuwa na tija, yaleta malumbano yasiyokuwa na maana. Nyakati tulizonazo, watu wamejiconnect kwenye vitu vya ajabu, na ndio kinachosababisha watu leo hawana ndoa ya kudumu. Naongea na watu wawili. Haya, anasema nafunguliwa ghafla. Sema nafunguliwa leo. Lakini jambo la tatu, kusababisha vifo vya ghafla. Ukiota ndoto mbaya, inasababisha vifo vya ghafla. Unaota ndoto mjomba wako anakufa, na utashangaa kesho mtu anakuja anagongwa na gari. Na watu wanaota ndoto na hiyo kesi sana. Tunamwambia prophet, mimi nimeota kabisa fulani amekufa. Lakini cha ajabu, akiota mtu aliyekufa, mtu anakuja kufa mwenyewe. Kwa madhara ya ndoto mbaya, kwanza utaanza kupoteza maisha ya watu wengine. Utaanza kuleta matokeo mabaya. Utaanza kuota watu wakifa. Utaanza kuota hata wewe umekufa, na utashangaa utaanza kuelewa na mizigo ya magonjwa. Watu wengi tumeishia njiani. Watu wengi hatuendi mbali. Kwa nini? Kwa sababu madhara makuu sana yuko kwenye eneo la ndoto. Hata ukifuatilia maisha yako, cha kwanza ni eneo la ndoto. Namba 3, kama sio namba 4, kusababisha utasa. Auzae kimwili, uzae kiroho, uzae kiuchumi, uzae kimafanikio, kibali haizaliwi, hakuna kinachoonekana. Unashangaa ulikuwa na kibali natoweka yenyewe. Kenda ofisi yote, kila mtu anakukataa, anakuona kama wewe tapeli. Hauna roho ya utasa, fikana wewe kama tapeli, eleweki. Kibali, kumbe hakuna kibali. Kibali kishapotea muda mrefu, kishapigwa kitu kizito. Ukianza kuota ndoto mbaya, kibali kinapotea mama. Sema amen. Amen. Kibali kinafanyaje? Kinapotea. Unashangaa, mbona bosi wangu ananigeuka? Mbona kwa tunapatana vizuri? Mbona hakuna mtu anayemuelewa kama huyu bosi? Mbona huwa ananipenda, anaka shida? Nini kimemkuta leo? Kumbe ulipoanza kuota ndoto mbaya, ndio tayari geuzwa kibali. Ndio ukaanza kufananisha na mtu sahihi kwa ndoto. Ulipoanza kuota ndoto mbaya, ndio utashangaa watu wanaanza kufanyaje? Watu wanaanza kukataa, hata wa nyumbani, hata kupiga simu hawapigi. Na walikuwa wanapiga simu masaa yote. Lakini tangu tu ulipoanza kuota ndoto, tayari hakuna naye kutafuta, hakuna naye ataka. Madhara ya kuota ndoto mbaya. Ishara ya kuota ndoto mbaya, kibali kinapotea. Kibali ndio kinakufanya uingie hapo, kibali ndio kinakufanya uwe mtu bora, kibali ndio kitakachofanya wewe uonekane katikati ya watu. Sasa kibali kipotea, tayari wewe sio mtu. Hatuombaji fedha wala hatuombaji utajiri. Tunachoomba ni kibali. Kwa nini? Kibali inaweza kukuletea kitu chochote. Leo nakuunganisha na upako wa kibali.
unapokea upako wa kibali mara 7 zaidi. Sikiliza, kibali kina uwezo kuongea na wewe. Eneo lolote la uchumi, biashara yote kitaka ukasa kwenye maisha yako, au biashara kitaka kukubali, ya kwanza ni kibali. Kwa hiyo unapoota ndoto mbaya inasababisha vitu kama hivi. Lakini kitu kingine cha 6, anasema na kitu cha 5 husababisha umaskini. Nisikilize, ndoto inasababisha umaskini. Ndoto mbaya inasababisha the spirit of poverty. Ukiona wewe ni maskini sana, vita vyako ni vya kiroho. Ndoto zako utashangaa, utaanza kuruka. Ukianza kuota ndoto, mara umeshuka juu ya nguzo kule, mara umeshuka juu ya ghorofa huko chini, maana ni ishara ya umaskini. Uliota ndoto huko kijijini, ile ni ishara ya kurudi nyuma, kurudi ulikotoka. Nataka leo nikuombee Mungu akutenganisha na hizo ndoto. Amen. Nishamuona mtu anaanza kuwa taira makoto makopo. Sio yeye alianza kuota ndoto kwanza milionea nywele. Milionea nywele. Yaani kuna kinyesi, kuna nini? Kuna vitu vimefanyika kwenye nyumba roho. Kuna saluni ya kiroho. Nenda kanyolewa nywele. Alipoamka asubuhi, nembo yote imehama. Shanyolewa nywele tu. Manaka ufahamu mchukuliwa. Na mtu mmoja katika simu anasema, prophet, nina sikumbuki ndio naota ndoto lakini sikumbuki kitu gani naota. Hiyo ni ishara ya kuchukuliwa memory. Yeyote anayechukua memory yako kuanzia leo arudishe. Sema irudi mara 7. Sema irudi mara 7. Sikiliza, inasababisha matukio mabaya mno. Kichaa tunaweza kuwa kichaa. Basi mwelewe. Kitu kingine husababisha viungo vya mwili kupooza. Ndoto mbaya. Kitabu kile cha Luka. Luka fungua, kuna neno la ajabu sana liko pale. Luka 19. Kitabu Luka sura ya 19. Ikawa siku ya pili yake waliposhuka mlimani, mkutano mkubwa mkutana, anasemaje? Ikawa siku ya pili yake waliposhuka mlimani, mkutano mkubwa ulikutana naye. Na tazama, mtu mmoja katika mkutano alipasa sauti akisema, mwalimu, na kuomba umwangalie mwanangu, kwa kuwa yeye ni mwanangu wa pekee. Anasema mstari wa ngapi? 39. Na tazama pepo umfanyaje? Mpagaa, naye mara kupiga kelele, tena kumtia kifafa. Huko anatokwa na pofu, wala hamwachi ila kwa shida. Akifanyaje? Akimchubua. Kuna mambo mengi yanakaa ndani ya maisha ya mwanadamu kwa sababu tayari kuna mlango. Sema amen. Kuna mlango ambao imekuwa wazi kabisa. Kuna mlango ambao imekuwa wazi. Kwa maana unashangaa maisha yako pale.